chapter yetu ya fasting and prayer. Tumalizie hiyo chapter na tuachie Mungu mambo mengine ashughulike. Ufahamu ndio kila kitu. Hekima na ufahamu ndio utajiri na ndio mafanikio. Maombi bila kufahamu pia haiwezi kufanikisha mahali popote. Maombi yanakupea tu neema tu ya kupokea nguvu, lakini hekima inakupea neema ya kufanya. So ya mambo pia nafaa tuyatambue. Maombi ni mazuri, yatusaidia tu kupata nguvu kwa kiasi vitu vingine kiroho. Lakini pasa mambo yafanyike kimwili tuyaone kwa macho ya nje. Inatamani hekima ambayo tunajipata kwa mafundisho kama haya. Sasa una apply kitu umejifunza na kinakusaidia. Sasa nataka tuombe alafu tuendelee na hiyo part mbaki. Ebeneza mwenye nguvu na kutukuza Bwana kwa mara nyingine. Asante Yesu kwa kipindi hiki ambacho tunakifungua tena mara nyingine Bwana cha maombi na mafundisho mfalme kuhusu Bwana kwa mara kufunga. Ebeneza mwenye uwezo wote mfalme ajalie mtakatifu afanye kazi mara nyingine Bwana, atumikie kama chombo, aniongoze mfalme ili Bwana akamilishe ile kazi ambayo leo hii nitoka kuifanya hapa. Yesu wote Bwana atakapokuwa kuelewa mfalme wajalie neema, wasaidie Bwana, na acha Roho Mtakatifu Bwana abaki nao kila siku kuelimisha na kuwafundisha mengi. Asante Bwana kwa kuwa umesikia maombi na kuyajibu kwa Yesu Kristo tunaomba kuamini. Amen. So uchovu part ya hubiri ndio ya mwisho about the power of prayer and fasting. Ama ni karimu Mungu sabani ndio kufunga. Mungu siba. Nguvu ambazo ziko ndani ya kuomba na kufunga. That's what we want now to discuss about. Asubuhi nilikuwa nasema kwamba kila maombi inafaa kuwa na faida. Inafaa itoe matunda fulani. Na kila maombi ukiomba lazima uhisi kama Mungu yuko hapo karibu na wewe, ndiposa maombi yako ifike kwake rahisi, na pia ikupee na bidii ya kuomba zaidi ukiona kama Mungu anakusikia. Sababu hakuna kitu kizuri kama Mungu anakusikia unapomuita ama kuongea na wewe. Unasikia raha pia ndani ya moyo wako na ni furaha zaidi. Yanayapendeza zaidi kama Mkristo ambaye ameokoka zaidi na anapenda Mungu wake, akijua kama Mungu wake anamsikia. So kila maombi iko na nguvu fulani ambayo inafanya katika ulimwengu wa kiroho. Kila maombi inapoombwa inafanya kazi kwa kiwango fulani. Kuna vitu ambavyo inataka maombi kidogo, vitu vingine inataka maombi ya zaidi. Ile maombi unaenda deep kidogo. So kuna ile maombi ambayo tunaomba kwa ufupi na inafanya kazi, nyingine mpaka tuende deep ndio ifanye kazi. Kama maombi ya fasting ni maombi ambayo ni ya deep. Unachukua muda mrefu kuomba. Unachukua muda mrefu kutafakari kuhusu Mungu. Unachukua muda mrefu kutafuta siri za Mungu. Lakini maombi mengine kuna maombi ya short kama ya kukula. Unajua usema wanao anataka kumbea chakula wanao. Si chakula ilikuwa imepoa. Hiyo sio mbea wanao. Sasa zingine kuna maombi tu ya kushukuru Mungu. Kuna wengine tu hata utachukua long time. Utaambia tu Mungu asante, umenilinda hivi na hivi na hivi. Ani unachoka kwa shukrani tuna unamaliza. So such a kind of prayer is short one. And every prayer is powerful. Kwa kiwango ambacho umeomba inafanya kazi kwa hicho kiwango ambacho umeomba. So kuna nguvu ndani ya maombi na kufunga. Na hizo nguvu nataka tuziangalie. Nguvu ya kwanza ama umuhimu wa kwanza ni kwamba Mungu anatujali sisi kupitia maombi ya kufunga. Now God can take care of us when we pray and fast. God take care of us. Maombi inafanya Mungu anatujali sisi. Anajali mahitaji yetu. Tunapomuita katika maombi anashuka na kutushughulikia. Hiyo inaonyesha kwamba Mungu anatujali. Wakati ambapo ulikuwa mgonjwa ama mtu ni mgonjwa ambaye Mungu ponya huyo mtu apone, automatic inakuambia kwamba Mungu amejali maombi yako, ameyasikia na ameyashughulikia. So Mungu anatujali sisi kupitia maombi na kufunga. Nataka kusoma kitabu cha Ezra 8:21. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili kutupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. So ili lazimu Ezra kuambia watu wafunge wakiwa kwenye mto, sababu njia ilikuwa imekosekana.
ambayo ingewapitisha wao na watoto wao na mali zao kufuka kwenda ng'ambo nyingine. So ikawalazimu kwamba wafunge ili watafute Mungu awaonyeshe njia iliyonyooka ama njia nzuri. So nikisema kwamba maombi, nguvu katikati ya kufunga na kuomba, inafanya Mungu anashughulikia mahitaji yetu. So hapa ilikuwa kwamba wafunge ndiposa Mungu akapate kushughulikia mahitaji yao. Ikawagharimu kwamba wafunge kwa siku kadhaa ili Mungu akapate kuonyesha njia ya kutokea tena. So nguvu zimo katika kufunga na kuomba. Na nguvu hii moja wapo ni kwamba Mungu anatushughulikia mahitaji yetu. Na Mungu anaanza kufanya kazi na maombi yetu. Anaanza kufanya kile ambacho tumekiomba. Sababu hawa waliomba kwamba afungue njia. Na ukweli ni kwamba Mungu alifungua njia. Kwa sababu ilibidi kwamba Ezra atoe amri kwa watu wa ile eneo ama wa kile kikundi wafanye maombi, na wakaomba mfalme awape ulinzi. Wakalinda zile siku ambazo waliomba, na kila mtu aliomba. Walikuwa watoto, walikuwa mama, walikuwa wazee. Ndipo akasema kuna kufunga tofauti, kuna kufunga kwa kundi na kuna kufunga kwa mtu kibinafsi. So kama mtu ni mgonjwa, kama sema kama kwa kanisa kuna mtu mgonjwa, fulani tatu tumfungie tumuombe, hiyo ni kufunga kanini kwa kikundi. Ama tuseme kanisa liko na tatizo, nataka tulifungie tuliombe, hiyo ni kikundi. Lakini kuna mahitaji mengine ni yako binafsi wewe mwenyewe. Pia lazima pia unachukua nafasi yako na unashughulikia. So hivyo ndivyo kufunga kunatusaidia sisi kwamba Mungu anashughulika na mahitaji yetu. Anaanza kufungua njia ambazo zimekuwa zimefungana. Anaanza kufanya mambo yanakuwa mepesi ambayo yamekuwa magumu. Hapa Ezra anasema kwamba alilazimika kufunga na hawa watu kwamba Mungu afungue njia iliyonyooka kati yao na watoto wao na mali zao zote ili zikapate kuwa salama, zipite kwa njia iliyo salama. So hapo ndipo kufunga kunatusaidia. Ukiendelea tu inasema kwamba maana naliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao watenda mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wa mwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukubali. Tunaona sasa hiyo maombi yao ilikuwa na faida. Akaona kwamba haina haja tusumbue mfalme atupe farasi na watu kutulinda, sababu adui ni wengi. So hata kama mfalme angetupia watu, huenda pia watu wangekufa. So akasema kwamba tusikimbilie farasi wala mfalme kusaidia, acha tukimbilie Mungu katika maombi. Yesu anasema kwamba aliona kwamba ni aibu zaidi kuomba mfalme awape ulinzi wakati Mungu wako. Saa zingine inakuwa aibu zaidi wewe ukimbilie mganga na Mungu wako. Inakuwa aibu ukimbilie mtu akusaidie katikati ya maombi, maswali ambayo nataka mambo ya kiroho, maombi zaidi ambayo Mungu unazaomba. Saa zingine inakuwa aibu, saa zingine anaambia Mungu nisaidie kwa hili. So Yesu anasema kwamba hakuenda huko, akaona kwamba ni aibu zaidi kama angeenda kwa mfalme, sababu tusaidie wapiganaji, sababu kwa njia kuna maadui, sisi tutapita namna gani? So wakafanya mkutano kwa mtu wa Hava, wakafanya maombi, wakafunga na kuomba, na Mungu akafungua njia, wakapita mpaka wakafika ngambo nyingine bila ulinzi wote nyuma yao. So hivyo ndivyo maombi inafanya kazi. Kuna nguvu zaidi inafanya Mungu sasa anaanza kufanya kazi, anaanza kushughulikia maombi yetu. Sababu ombi lao lilikuwa ni kwamba awasaidie kufungua njia wapite salama. Na hivyo Mungu akafanya wakapita salama. Sababu anasema kwamba basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukubali. Sasa Mungu alijibu, alikubali maombi yao. Wakapita vizuri. So hiyo ni point ya kwanza ambayo imo nguvu kupitia maombi. Mungu anashughulikia maombi yako na lazima mwishowe paka utaona matunda yake. So kama ulikuwa unaomba kwamba umeomba kwa muda Mungu ni kama ajibu, hapana. Usichoke omba tu. Mungu anashughulika nayo. That's why unaomba lakini ungali mzima. Unaona kama ajibu lakini bado unakula huko, unaishi au hujakufa na wengine anakufa na ziko. So jiulize maswali kama hayo. Kama Mungu angekuwa hasikia ama akujibu, haungekuwa vinye ulivyo. Sababu adui nia yake ni kama ukufe, uharibikiwe, usiendelee, ubaki kuteseka. Lakini nao maombi yako inakulinda. Mungu naye anakubariki, unakula, unaishi kwa uzuri. So Mungu anakupea neema sababu maombi yako yanasikika na anashughulikia. So msichoke kuomba sababu kuna nguvu fulani katikati ya maombi. So point number 2 ni kwamba God give one power over evil spirit. Mungu anakupa nguvu. Kwa sababu Dadiga angesikia kama angekuwa hapa ingemsaidia. Yeye alikuwa anatamani kujua maana deliverance inafanyika aje hapa na pale. So hapa kuna jibu lake kama angekuwa ingemsaidia. Kwamba kufunga na kuomba inakupea nguvu kuwa na uwezo ama nguvu juu ya mapepo wachafu, evil spirits. Yeye kwa anasema mtu amepagawa utaanzaje? Sijui utamshughulikia njia gani?
Kama wewe ni mtu wa maombi tu na maombi iko ndani mwako, inakupea nguvu na ujasiri wa kushughulikia hiyo vitu. So hata mapepo yenyewe tu inakuwa inakuogopa tu. Yenyewe tu inaweza kutembea. Hata kama itakwambia ati uniwezi, hiyo ni uoga tu yake tu, imeogopa ili pia uogope. Lakini hiyo ni uoga iko nayo. Lakini at long last utafanya nini? Utaitoa. Itaenda. Utaiangamiza. So maombi ya kufunga inakupea nguvu ya kuwa na uwezo juu ya mapepo machafu yote. Unaweza kuyacontrol, unaweza kuyatuliza, unaweza kuyaondoa. Sasa unaweza kuyaamrisha ikafanya jambo lolote sababu kuna uwezo juu yake. So hiyo iko kwa kitabu cha Mark 9:29. Lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua naye akasimama. Hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faraga, "Mbona sisi hatukuweza kumtoa?" Akawaambia, "Namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba." Kulikuwa na mtoto ambaye alikuwa amekufa kifafa, alikuwa na pepo chafu ndani yake. So wanafunzi wa Yesu wakaenda kujaribu kutoa ile pepo, likashindikana. Wakangangana ikashindikana. So Yesu mwenyewe akakuja. Hata yeye afanya jambo lolote, akashika tu mkono ule mtoto akaamuka. So wanafunzi wakashtuka, wakaanza kusema maswali, wakaenda kwa Yesu kwa siri, faraga ni siri. Wakamuuliza swali, "Na Yesu umefanyaje hii mambo? Sisi tumejaribu imeshindikana." Yesu akawaambia, "Kwa hili haliwezekani pasipo nini? Kuomba." So nguvu ya maombi inakupea neema ama uwezo zaidi ya mapepo machafu. Sababu ukiomba na kufunga inakupa neema. Sio kwamba hawangetoa, lakini hawakuwa wanaomba zaidi. So iliwafanya, sababu Yesu alikuwa sawa, alikuwa na wako comfortable. Ndipo tukasoma mahali kwamba Yesu akawaambia kwamba tangu ulipokuwa na nyinyi hamkuomba jambo lolote. Lakini kwa sasa ombeni jambo lolote ili furaha zenu zikafanye nini? Kutimilika. So ina maana kwamba hawakuwa wanaomba tu sana kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa anafanya kazi. Na Yesu alikuwa na train pia. Kuna maombi inakaa ndani yako. Kuna neema ambayo Mungu amekupea kutokana na maombi ya kufunga na kuomba. So inatupia neema ya kuwa juu ya mapepo machafu. That's why unasatoa pepo mtu yeyote akiwa na ujasiri. Kwa vile tumesoma Mark pale imetuambia kwamba yeyote aminie, hiyo ataweza kutoa pepo wachafu, ataweza kushika wagonjwa kipona, ataweza kushika vichwa vya ngena nyoka, hata sumu hata mwangamiza, sababu kuna kitu ambacho kiko ndani mwake cha zaidi. Anaamini Yesu zaidi. So hivyo pia inatupia neema ya kushinda mapepo. So lazima ukuwe mtu wa kuomba na kufunga ndipo utashinda nini? Mapepo. Hiyo neema itakubeba, itakushindia. Hiyo neema itakupa uwezo wa kung'oa mapepo hayo ndani ya watu. Pasipo hiyo neema huwezi fanya jambo lolote. So deliverance inataka maombi. Unless kama mtu anatumia nguvu za giza, huyo vitu yeye ndio ukora yake. Sababu pia kuna miujiza ya giza iko. Hiyo pia iko. Huyo mwenye ana kuna miujiza ya giza mbie yeye aombangi sana, yeye kuna nguvu zake namsaidia. Is all about. Lakini wewe paka uombe zaidi. Paka ujinyime, utafute uso wa Mungu. Ombe Mungu neema. Kwamba ukiingia wakati deliverance unafanya tu na kazi inafanyika. So kuomba pia kunasaidia hivyo. Point nyingine ni kwamba maombi inasaidia mtu kushinda majaribu. It gives one victory over temptation. Inakupa uwezo wa kushinda majaribu. Na nataka tufungue kitabu cha Matthew 26:41. Tusikie inasema aje. Mathayo mtakatifu 26:41. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradi lakini mwili ni dhaifu. So kuna baadhi ya majaribu ambayo lazima ungangane kupita maombi na kuyashinda. Tumeambiwa kwamba kufunga na kuomba inatupa neema ya kushinda majaribu. Lazima ukeshe na kuomba kwa roho. Kiroho kuwa alert, kesha kiroho. Kwa mtu wa maombi kiroho inakupea neema ya kushinda nini? Majaribu. Wakati ambapo jaribu linakuja, wakarimia kimbilia maombi kimoyomoyo, ambia Mungu niepushe na hili. Na unaomba Mungu nisaidie kuepusha kwa hili, nisaidie hekima ya kupita hapa. Na Mungu anafanya nini? Anakupitisha majaribu. So lazima kwamba mkakeshe mkiomba kiroho, si kwamba kila siku usilale usingizi, uache blanketi lako. Ulala lakini akili zako, mawazo yako yuko nani? Kwa Mungu. Siku tenga siku ya kuomba, omba, wakati kuomba omba hivyo na Mungu fanya nini? Akusaidie, sababu majaribu iko. Inakuja paka inakunyonga, sidi nyingine unasema sasa hapa nitatoka namna gani? Kuna kitu kile kinakutempt paka unashangaa hii majaribu nitatoka namna gani? So inakuforce paka lazima Mungu umuhusishe mambo yako ili akusaidie kuhepa nini? Haya majaribu. Kitu ambacho kinajaribiwa ni mwili, si roho.
Lakini kama utaacha hiyo tamaa ikutawale ya mwili hadi kutawale roho, pia itafanya nini? Itashindwa. So majaribu inashika mwili, haishiki nini? Haishiki roho. Na kuna mali Bible inaniambia vizuri kwamba mtu hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Si roho, ni tamaa ya mwili inafanya mtu anafanya nini? Sababu kama mtu ni mlevi, mwili inataka ulevi, si roho. Mwili ina force roho. Lakini roho yake akiamua kwamba sitaki ulevi inafanya nini? Inakataa. So mwili ina force mpaka mtu anafanya uamuzi wa kufanya nini? Wa kuelewa. Mwili ina force mpaka mtu anafanya uamuzi wa kuiba. Yaani mwili ndio ina force zaidi kushinda nini? Kushinda roho. So sometimes majaribu ukiwa mtu wa kuomba inakusaidia kutuliza mwili. Na hivyo ndio mtu anafanya nini? Anapokea ushindi kushinda majaribu yote ambayo yanakuja mbele zake. So tunashinda kwa kuomba na kufunga. Sababu tamaa zetu zitatoka kwa mwili, si roho. Sababu tamaa ya roho ni tofauti na tamaa ya mwili. Tamaa mwili iko hiyo, nitakuja kufunza siku moja kuhusu hizo maneno, nitafunza siku moja kuhusu hiyo mambo na tamaa ambazo zinatoka kwa roho na zinatoka kwa mwili. Tutafunza hiyo siku. Pati ya 3 tuko 4. Ninasema kwamba maombi hubadilisha mtu mtazamo na tabia. It changes someone's appearance and behavior. Inakubadilisha tu. Unajua kama ulikuwa mtu mkora kitambo na unaingia kwa maombi, ukora inaisha tu yenyewe. Kama ulikuwa mtu mbaya kiasi gani, kupitia maombi ubaya unaenda na unabadilisha na kuwa mtu mzuri. So prayer inabadilisha appearance ya mtu na tabia ya mtu. That's why naambianga mtu kwa na ubiri nikisema kwamba mwili wa mtu ni kama container. Inabeba kitu chochote. Na roho ambayo inakaa ndani yako inakutawala kwa hiyo wakati. So roho mbaya kama iko ndani mwako unafanya vitu vibaya. Wakati roho mbaya inatoka ndani mwako nzuri kiingia unafanya nini? Vitu mzuri. So ukiona mtu akifanya kitu kibaya usimhukumu zaidi. Muelewe si yeye anayefanya hiyo, ni roho ambayo iko ndani mwake ina operate. Hata pia wewe useme ni mzuri. Roho mbaya ikiingia kwangu useme mimi nianze kuwa msharati, nianze kuwa mwizi, useme huyu alikuwa pasta kweli. So ile roho ya pasta imetoka yembani imeingia. So maombi inakubadilisha. Inasafisha mtu, inatoa ile mawazo mabaya, inatoa ile fikra mbaya, inatoa ile roho mbaya ndani ya mtu na inaweka roho mzuri na mtu anakuwa mzuri. Sasa unapata mtu anaweza kuwa jambazi akili yake ameokoka na ubini injili. Ile roho jambazi ilienda, roho ya Mungu iliingia ndani kupitia maombi. Sababu ni kama alikuja akaamua ama kasikia injili kamuingia akashika maombi akaanza kuomba, polepole maombi kamchange, kambadilisha. Hata sisi wengine tulikuwa watu wabaya. Hatukuwa watu ambao tungejibia maombi kila siku tunaingia kwa maombi. Lakini baada ya muda fulani tulipoanza maombi na Mungu akaribia kazi ikatubadilisha tu hivyo tukabadilika. So sasa kuna vitu ambavyo siwezi fanya kile kama nilikuwa nafanya. Lakini sasa nikafanya sababu maombi imenibadilisha. Na pia huduma pia imenifinya. So ni kama niko kwa pingu nimejifinya. So maombi inakuchange, inakubadilisha mtu. Tabia zako na muonekano wako. Kuna mtu ambaye alikuwa anaonekana vibaya alikuwa kwa dunia. Lakini baada ya fulani ukiona huyu mtu akiingia kwa Mungu tena amechange, anatamanika sasa. Tamani ya mtu inaongezeka. Mtu alikuwa mlevi chakari anakuwa kwa mitaro anakaa vitu ya hakuna. Baada ya Mungu akibadilisha anaanza kuvaa suti anang'ara, maombi inabadilisha mtu, yani muonekano wa nje na ndani pia inabadilika. So maombi ya kufunga inafanya kazi kama hiyo. So hii ina apply kwako mwenye unaomba na mwenye anaombewa pia. So kuna mtu ambaye haizi funga au unamfungia. Sema kama mimi mzazi wako, ndugu yako, mtoto wako ako kule amepotea. So umemwambia asikie, so unachukua jukumu la kumfungia ama kumuombea. Unashirikia Mungu anambadilisha tu na change. Kama mtoto wangu amekuwa hivi ni Mungu. Kuna mtu mwingine alishuhudia mahali fulani hadi Haris ndari chingindi saa hii ndi na saa hani. Yaani maombi Mungu alimbadilisha kupitia maombi. Hadi mwenyewe pia aamini kama ni yeye. Mtu anakuambia mimi nilikuwa mbaya kabisa. Alikuwa mhubiri si ndio? Alikuwa mwizi. Sana. Manyumba. Sasa nasema maombi ilimbadilisha. Sasa hii ni mhubiri anahubiri injili. Akaacha wizi akafanya nini? Akaenda kwa injili. Alipiga pale. Nasikia alimpea pesa mzuri. So hivyo ndio maombi inafanya. Maombi inafanya kazi hiyo. So hiyo tutasoma Luke 9:29. Alafu tutasoma Exodus 34:29. Acha tuanze na Luka 9:29 kwanza, alafu tuenda Kutoka. Tusikie maombi inabadilisha mtu namna gani. Yesu. So Luke 9:29.
So Bible yasema hivi, Luke 9:29. Ikawa katika kusali kwake, sasa huyu ni Yesu alikuwa anaomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe, yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakako timiza Yerusalemu. So hapa maombi ambayo Yesu alikuwa anafanya, wakati alikuwa anaomba, abruptly sura yake ilibadilika. Sasa uwepo wa Mungu ulikuwa mwingi zaidi, mpaka tunaona kwamba Elia anashuka na pia Musa anakuja. Hao walikuwa wamekufa, lakini kiroho anakuja kuonekana kwa Yesu, kumtia nguvu, wakimwambia kwamba ukweli kwamba anataka kukufa, lakini ajitie nguvu. Sababu gani? Mungu ako na yeye, atamtia nguvu. Alafu siri ambayo iko mali hapa, unajua kwamba Yesu ndio Mungu. Si kama mshaijua hii siri. Unajua mambo mengine ya kiroho ni tofauti, mtu kaelewa inakuwa magumu. Yesu ndio nani? Ndio Mungu tu. So alikuja kufa kwa ajili yetu. Na sasa alikuwa amekuja kukufa, lakini backup ilikuwa mbinguni, tayari amepea wale watu nguvu. Ile maspiti nguvu. Anawapa nguvu na uwezo, sasa wanamlinda tu. Lakini hako hapa anashughulia kwa ajili yetu. Mwenyewe ameamua kukufa kwa ajili yetu. So saa zingine Bible ilikuwa inatuchanganya. Inakwambia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, tena inakwambia Yesu ndio Mungu. So huwezi kuelewa maneno vizuri. Lakini ukweli kwamba Yesu ndio nani? Ndio Mungu tu mmoja. Kwa jina langu, si kwa jina la Mungu. Ulikuwa unasema kwa jina la Baba. Tena anasema kwamba kaa ndani ya nami ndani yenu. Alafu kila jambo na mkiomba litafanya nini? Itafanyika. So Yesu alikuwa anajibu tu kutuchanganya ili tuamini kwamba Mungu yuko, ambaye ni yeye mwenyewe. So akitaka kwamba tuamini mwili wake, lakini tuamini Mungu ambaye haonekani, ambaye ako ndani yake, ambaye ni yeye. Sababu alikuja kama mwili, lakini mwenyewe alikuwa Mungu. So that's why inapata kwamba mambo haya ni tofauti. Kitu ambacho kilifanya Yesu akasema jambo moja msalabani, kwamba Mungu asamee hawa, sababu hawajua ile watendalo ni kitu kimoja. Wao waliona mwili wakidhani ni wanaangamiza Mungu, lakini wajua kwamba Mungu ni roho. Na malaika nao tayari walikuwa wamekasirika kwamba inakuaje hawa watu wanaangamiza mtu wetu, wanaangamiza Mungu wetu ambaye tunamwabudu na mheshimu, inakuaje? So mbingu ilikuwa tayari kushuka kuua kila mtu, ndipo giza likajaa dunia mzima. So mbingu ilikuwa imekasirika. Malaika ambao walikuwa macho ya mamlaka kunda mbinguni, that's why kwamba Yesu alikuja hapa kwa muda mfupi tu, hauka for long time, sababu bado kazi alikuwa anaenda kuendelea kufanya. Miaka ambayo Yesu alikaa hapa duniani ni miaka 33 and a half, I think so, peke yake. 30 alianza kazi kwa 30 years. Akafanya huduma kwa miaka 3.5. Si ni hivyo? Hivyo tu within 3 years huduma ilikuwa imeisha. Akakufa kaenda nini? Mbinguni. So ina maana kwamba alienda kufanya kazi. Na tayari mbinguni backup ilikuwepo. That's why malaika walikuwa sawa wameshakasirika kwamba hawa watu tushuke tuwaue tu. Yesu akamwambia Mungu asamee hao, sababu hawajui walifanyalo. Sababu Yesu yeye anaona kwamba anatimiza kazi yake, naye watu wanaona kama wanamtesa, na malaika nao pia kuna uchungu sababu wanampenda. Unajua ule mtu ambaye unampenda, hata ukiona sasa hivi ukiona mtu anavamia mzazi wako, lazima utakasirika. Ama namna gani? Hadi muda huya maomba kukula tao kweli unamra hasa kweli? Wewe kamwacha. Lakini sasa zingine watu wanaelewa wao mwihumaho. Muna demo mlatai tai umra hasa kweli hali sio nini? Usamu ya. Lakini so kesa bwana asa wahera na mbusu wao. Wao tunacha. Bwana umuna adeba beta isa ayo baba sasa kweli mbombo. Ai bwana kana ni jomoda kwa sasa kwa sio. Eso kwa shola kwa mundu mbili. Automatic. Lakini hali yetu kaa serious. Mtu ameshika tu mamiu kweli tu, matai anapiga miu. Mojombo bwana hama babe. Kweli kwa uzito tu kweli tu. Kweli tu. Haiwezekani. Paka sema kuna sababu paka huyo. Sasa ilikuwa hivyo. Unajua malaika waliangalia Yesu anaenda kuuawa, huyu ndiye baba yetu, na wanaenda kumtesa namna gani? Tushuke. Malaika Gabriel na timu yake wamesimama. Michael na timu yake wamesimama nataka kushuka. So giza ikashika kila mahali. Ilikuwa kwamba kila mtu anaweza kukufa. Lakini Yesu akahurumia watu sababu yeye alijua kile anachokifanya. Aliona juu mbinguni
kimeumana. Yeye macho yake inaona paka juu mbinguni, roho anaona kila kitu kinaendelea, anasikia kila mipango ambayo inaendelea kule juu. So akaambia tu Mungu asamee, maana hawajui alifanyalo, lakini tungekufa na kila mtu angemalizika, sababu uchungu ulikuwa kwamba Yesu amekuja kuokoa watu, tena hao ambao kuja kukulenda tena wanamtesa, amegharamika mwenyewe kwa damu yake, anakuja kufa kwa ajili ya wao watabada kumuua. So malaika walikuwa na uchungu zaidi, so ilikuwa kwamba washuke. That's why nakwambia kwamba sisi jinsi tunavyoomba hatuko peke yetu, tuko na backup ya malaika wao wanakuja kutulinda. So hiyo backup ilikuwa na Yesu, haikumwacha. Na ukitaka kugundua hii siri, ilifika wakati ambapo Yesu akaja kushikwa mateka kwa shamba la Gethsemane. Alikuwa amesha kuomba, hao watu walikuja wengi, wanakuja na mapanga na marungu. Yesu akauliza swali, nilikuwa na nyinyi hekaluni kuhubiri injili, mbona hakumnishika? Leo hii mnanikuja kwa mapanga na marungu. Sasa Petro naye akachukua upanga akakata mmoja masikio. Yesu akamwambia achana na hao. Yesu akauliza swali, kama ningetaka backup ya mbinguni, hata naweza amrisha Mungu akashusha hapa majeshi ya mbingu hapa, ikashuka ikapigana vita hivi, lakini sitaki. Na maana kwa backup ya mbingu hii iko. So Yesu alipoona hivyo, ikabidi kwamba aombe msamaha kwa hawa watu wasamehewe, la sivyo malenga wangetumaliza. Juni wengi zaidi yetu wanatushinda mbali sana, na pia wako powerful, kila mtu akona kipawa chake. Kuna watu wale wanatuma tu moto na moto inachoma hapa na pale, so kila mtu akona nguvu zake. So Yesu akatuombea msamaha. So maombi inabadilisha mtu. Hiyo ilikuwa point yetu, na tulikuwa tusome kwamba tushasoma hiyo Luka 9:29. Tukaona venye Yesu alikuwa akisali, sura ikabadilika, mavazi pia ikabadilika, ikaanza kumetameta, ikakuwa sasa appearance ilibadilika. So tuingie Exodus 34:29. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mikononi mwake. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. So Musa akitoka juu kuchukua amri, alikaa kule 40 days. Na hakuwa tu kwamba ametu Mungu anamwambia, alikuwa anaomba na Mungu anamuelezea mambo, na yeye anaandika. Anampea amri 10. Zile mbao mbili za ushuhuda alikuwa nazo. So hata mwenyewe vile alibadilika uso na sura hakujulikana. Yeye mwenyewe hakujua, lakini watu nao walikuwa wanaona mtu amechange. Ati unaona Musa sasa kweli kose. Sababu amekaa kule 40 days akiomba maombi kwa mlima Sinai, akapewa neema, akabadilishwa. Muonekano wa nje ukabadilika, na pia ndani akabadilika. Akawa na usemi zaidi jinsi alivyokuwa. Sababu alikuwa anafanya nini? Amesema na Mungu. Hakujua kwamba ngozi yake imebadilika na kung'aa zaidi. Kwa sababu gani? Alikuwa akisema naye. Nani huyu? Mungu. So Musa alikuwa anaongea na Mungu. So Mungu kupitia maombi akabadilisha uso wa Musa na muonekano wake na tabia zake na kila kitu chake kikabadilika. So Musa akashuka akiwa na nguvu zaidi. Alikuwa na hasira kama yeye ni Mungu mwenyewe. Sababu sasa alikuwa anasema sasa Mungu ameingia ndani mwake, amembadilisha, kila kitu kimechange. Hata wakati ambapo alikuta watu wanaabudu sanamu, alikasika kama Mungu mwenyewe. Akavunja vile vitu vyote, ile mama tena akaanguka, nikavunjika kwa hasira. Akaamrisha kila kitu, ile mito ikachomeka yote, ikachomwa katupwa huko. Sababu gani? Alikuwa na hasira. Mungu alikuwa amekaa ndani yake. Alikuwa anatoka maombi. Hakuwa tu alikuwa amekaa tu kustarehe kule mbinguni, kule mlimani. 40 days alikuwa naomba. Na Mungu anashuka naongea na yeye. Wingu limemfunika. Paka watu wakasema kama Musa amekufia huko, hata rudi tutafutie Mungu mwingine tumwabudu hii na nini. Paka wakaforce Aaron akatengeneza vitu ambavyo ni kinyume na Mungu, akatengeneza sanamu akaabudu. So maombi inabadilisha mtu muonekano. Sasa hiyo ukiingia kwa maombi kwa muda fulani, ukitoka utakuwa umechange. Hata mtu akikuangalia anakuogopa tu kwanza. Muda hutia saa mbele. Ukitaka kujaribu sasa hii, ingia kwa maombi tu, like maombi ya siku 3 4 ama 5 ama wiki moja ama 21 days, rudi nyumbani kwako. Hata mwanao yeye mbele hicho hutia mbele. Ndio mama ni kweli. Yaani umebadilika. Lazima utabadilika. Sikobe sasa kuingia kwa maombi for long time, rudi kwenu, wanakuogopa kwanza. Ulikuwa ukisema tu neno hivi, mtu anatii sema hapana, huyu mtu amebadilika, si venye yako. Hivyo ni mambo inabadilishwa. Sasa hao wanakuogopa. Sasa hii kwenu wanakuogopa kabisa. Sababu ya nini? Ya maombi imekubadilisha. Wewe sasa si ule tena ambao ulikuwa umezoea. Wewe ni mtu mwingine tofauti.
So maombi inabadilisha mtu muonekano na tabia za ndani. So point nyingine ni kwamba kupitia maombi Mungu huonyesha mambo yake ya utukufu kwa mtu. Kupitia maombi Mungu anakuonyesha utukufu wake kwa jambo fulani. Yaani Mungu anajitukuza kwako. Mpaka unaona kwamba huyu ni Mungu amefanya, huyu si mimi. Huyu ni Mungu amefanya nini? Amefanya, anajitukuza. God shows something of his glory to you. Kuna baadhi ya hali zingine zinakuwa ngumu, ukitoka maombi unahisi kama hiyo hali iko sawa, imeshatatizika. Mungu anakuonyesha utukufu. Kwa sababu maombi imefanya kazi. Mungu mwenyewe anajiinua kwako. Anajitukuza kwako. Kwa mfano kama mimi ni pastor nikisema kwamba kesho niko na ibada kubwa zaidi, leo ningeenda kwa maombi ya kufunga. Nikienda kesho kwa ibada alafu ibada ikuwe powerful, ikamilike vizuri. Utukufu wa Mungu tayari ume nini? Umejionyesha, sababu niliombea, nilifungia na nimeona. Sasa utukufu wa Mungu nimeuona. That's why uko na program ambayo inahitaji maombi ya deep, mpaka jipange mapema. Nikasema kwamba niko na program ya Monday ni mzito. Leo ninge maombi fanya nini? Niombe kwa ajili ya program. Kijua kwamba naenda kufanya nini? Kupigana vita. So lazima ujipange vizuri kwa ajili ya maombi. Ukitoka huko Mungu mpaka ajionyeshe, uone ushindi, utukufu. Sasa unapanga watu wakiwa na crusade kwa mfano kama hiyo, nataka crusade kuwe powerful. Kwa wanachukua before crusade ifike wanaingia kwa maombi kwanza, wanafunga siku 3-4. Wanafungua crusade. Wanaanza. Na baada hiyo crusade inakuwa much powerful. Mungu anafanya kazi, Mungu anafanya miujiza. Kama ni ibada ya ukombozi wameipanga kwamba tutakuwa na ibada ya ukombozi kitu fulani. Hiyo ibada ya ukombozi inakuwa powerful. Sababu wamenini? Wamejipangia maombi. So that's how prayer and fasting help. So that God can show glory in your life. Hii kitu tumeombea imefanyika, utukufu wa Mungu unaonekana. So that's how prayer do. Na hiyo inakuonyesha. Bado iko tu Mwanzo 33:18. Acha tunarudi nyuma kidogo pale tumekuwa 33:18. Bible inasema hivi. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. So Musa alikuwa anafanya maombi fulani akiongea na Mungu kwamba Mungu ampe neema, aonyeshe utukufu wake, sababu hawa watu kuwatunza ilikuwa vigumu. Unajua wewe mtu mmoja kuongoza watu maelfu ya watu, na si watu pekee yao, watu na mifugo zao na mali zao. So Musa anaomba Mungu amuonyeshe utukufu kwamba amsaidie kuongoza hawa watu. Sababu hangekuwa kitu rahisi kufanya hivi. Sasa akamtegemea Mungu katika maombi. Ukisema 14 nasema kwamba akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Unasema yenye Musa anaambia Mungu sasa. Musa anaambia Mungu kwamba hatusi kutoka hapa kama huende na sisi. Kama utukufu wako hatuoni utukufu wako. Sababu maadui ni wengi wanampiga vita. Mbele Farao amemshika mateka. Huko ndani kwa desert bado kuna wengine pia wanampiga vita. So Musa akaomba ombi kwamba Mungu, uso wako mimi uso wako kama Musa utende na wewe, pia uso wako ile na mimi. Kama uso wako haoni na sisi, basi usituchukue mali hapa. Haya tukufie tu hapa. Sasa Mungu akaonyesha utukufu wake. Akajionyesha. Ni ombi ambalo Musa aliomba. Na kweli kama Mungu alifanya nini? Alijionyesha. Musa alikuwa mtu wa kuomba. Hakuwa mtu ambaye anakaa hivi. Na kama Mungu alimchagua, haikuwa rahisi. Ilikuwa kibarua. Ilikuwa ni maombi. Ilikuwa ni kungangana, ilikuwa ni kukasirika. Hasira inaingia paka anatusi watu, anangangana. Sasa zingine Mungu anataka kuua watu tena, anabeza Mungu usiwa watu wako. Aje utukufu kuonekane. Sababu itakuwa namna gani kwamba umewatoa kule kwa nchi ya utumwa, tena unaenda kuangamiza kwa desert. Madua sema kama Mungu wao aliwatoa kuja kuangamiza hapa. Pia Mungu akaibika, sema acha nitangangana. Wale ambao walikubali, waliokoka, walipita. Wengine walikufa huko, walizikwa huko. Kwa hiyo safari watu wengi walikufa. Lakini wale ambao walitii Mungu ndio walifanya nini? Walipita wakafaulu, wakafika Kanaani. So utukufu wa Mungu unaonekana kupitia maombi ya kufunga na kuomba. Alafu pati nyingine ni kwamba tunaingia ufalme wa mbingu kiroho kupitia maombi. Hiyo ni ndio ujiwenge tu. Ukianza kuomba wewe ni wa mbingu direct. Unaingia ufalme ya Mungu direct kupitia nini? Maombi. Ukiwa kimwili huwezi ingia kwa Mungu. Lakini kwa maombi unaingia kwa Mungu, kwa sababu lazima sauti yako ifike kule mbinguni, anga ijue ama mbingu ijue kwamba mahali fulani ukumwa naomba pale.
ili maombi ili malaika wale wafanye nini? Washuke wachukue ripoti yako wafanye nini? Apeleke mbinguni. So unaingia kiroho mbinguni kupitia nini? Maombi. So maombi inatufanya sisi kufanya nini? Kuingia mbinguni, na tunaanza kutawala anga ya mbinguni kupitia nini? Maombi. That's why tunafaa tu focus kwamba Yesu ako juu mbinguni. Hatuko peke yetu. Ukiomba msaada unashuka. That's why wakati ambao maadui ni wengi kwako, address mbingu. Mbingu iko na backup ya kutosha. Hii mimi nakwambia ukweli. Uswahili peke yako, tuko peke yako, no. Wakati giza limekushika kabisa, adui anakupiga vita huku na huku, backup ya Mungu iko ready na wewe. Sasa zingine unalia ndio uko peke yako. Unaweza maswali ile kuna magani. Lakini ukweli ni kwamba backup ya kiroho ifanye nini? Iko. Sasa zingine ukiona mapepo umekuvamia, unaweza ile mambo ya kufire up kwamba inapigwa, unapata kama pepo inaanza kuegana mbio. Unakwambia na kukemea kwa jina la Yesu Kristo, hilo inakimbia. Sababu si wewe, backup imeshuka sababu umeaddress mbingu, umeingia huko hapa dunia, lakini huko umeshaingia, umepeana ripoti. Hapo kuna adui ananimaliza, kuna adui amenitembelea, amenivizia, kuna adui anatesa maisha yangu. So backup inashuka. Kwamba adui wako wapi? Demo unasema fire ile, wewe una moto inatoka wapi? Mbinguni. Inapiga ule adui sababu ripoti yako imeingia mbinguni, imeshafika na backup imeshuka. So hivyo ndio mambo inafanya kazi. Mambo yako inafika mbinguni na Mungu anafanya nini? Anashusha backup yake, usaidizi unashuka, anakusaidia. Sasa ingine hata Mungu mwenyewe ashukangi. Anasaini tu Mikaeli. Fulani kule chini analia, Mikaeli pia anaangalia malaika wake mmoja mwenye anaheshima, anambia malaika fulani ni fulani, enda shughulikia huyo mtu. Mwingine aende kule shughulikia mwingine. So unajua mbinguni pia kuna protocol. Nikao government yenyewe inakaa. Museveni kitu ikifanyika hapa, Museveni hawezi kuja hapa sasa. Lakini atatuma nani? Watu wake. Ama atume ile usiwane awashughulika hapa. Hivyo ndivyo mbingu ilivyo. Sasa zingine Yesu mwenyewe ashukangi. Anaambia nani mwenye charge? Kuna malaika ambaye anasimamia uponyaji, anasimamia kifo, anasimamia maombi, anasimamia habari njema. So malaika wako tofauti na kazi yao. Mimi pia najua kuna malaika wa magonjwa anashughulikia magonjwa. Anaweza kupia magonjwa ama kutibu. Huyo ako. Anaitwa Rafael. Unajua Rafael ni kazi yake, anafanya hivyo tu. Rafael kazi ni kuponya watu, adili na magonjwa. Haya magonjwa kwa kiasi gani? Rafael anashughulikia hiyo. Wa vita ni Michael. Yeye ni vita tu. Jeshi la vita, yeye anashughulika vita kivyake. Ndio Michael anashughulika na vita. Ndio Gabriel mambo na habari, kushusha habari kwa watu, wanakupea habari kupitia ndoto. Mungu amesema hivi. Anashughulika mambo kama hayo. Sasa niandikie kwa hizo vitu. Nitakuja kuwafundisha tu. Leo tuko kwa maombi na kufunga. Unajua sitaki nichanganye mada, sitaki niwachanganyie topic. Nitakuja kuwafunza hiyo pia. Si mimi bado niko. Si mtanialika. Watu wanaamini kuna malaika mtengo fulani, lakini kuna wenye hawaamini. Sasa sijui sielewi. Unajua kuna kanisa, kuna kanisa ambazo zinaamini the means of the angel. They do the work. Malaika wako wanafanya kazi. Lazima ikuwe na malaika ndio uwe kanisa. Na unajua mtu anafanya kazi, ni malaika anafanya kazi kwa kwa kanisa malaika ni si Mungu anashukanga kwa malaika anafanya kazi. Hiyo ni backup. Si unasema mtu akiwa mgonjwa, tukiomba kwa mtu apone, mwenye anafanya kazi Mungu anasikia maombi, anatuma anapiana kwa Rafael order. Sasa Rafael ndiye anatoa order, mwenye anaenda kushughulikia mgonjwa apone. Si Mungu mwenyewe ashukangi, lakini huwa ana assign duties. Hao wanashuka wanafanya kazi. Ni sawa, nitawafundisha hiyo maneno, mtajifunza. Unajua that's why mambo na kiroho tofauti. Unajua ufunuzi ni tofauti, lakini ndio maana nakwambia kwamba mimi nafundisha, si mtu mwingine anawafundisha. Hata hakuna mwenye amefundisha kwenye ndio huko. Ni tofauti, si ndio? Sasa si mnibaye mayai kesho kwenda kuwafundisha hivi. Mbeti mayai mimi nakuja nakula na wafundisha tu mambo ya kiroho pole pole. So hiyo mambo na ministry ya malaika nitakuja kuwafundisha wanafanya kazi kiasi gani. Na baadhi zingine ziko kwa Bible tulikuwa tunaangalia, zingine ziko in hidden books ambazo zimefichwa, ambazo hamwezi mkajua mali ziko, lakini zimefichwa pia ziko. Sasa kuna mambo mengine nitawafunza mengi ambayo myajua, ambayo kwa Biblia hapo huwezi yapata. Lazima uwe deep kiroho ndio utayapata. Sasa pia nitakuja kuwafunza mambo na malaika, mambo na Adam venye kulienda na namna gani mambo yao. Ajana hii ilikuwa kwa Bible yenye mnajua hii. So kuna siri nyingi ambazo kwa kiroho ambazo tunafaa nini tujifundishe.
ambao bwana mafundisho ni nzuri by the way. Nikufunze kitu kikusaidie. Ndio ujue Mungu wako ni nani. Mnafunga ile ya kwamba tuna mna na touch zinakuwa kidogo watu wanaenda. Mimi sifanyangi hiyo. Kwanza mimi niliambia watu wangu mimi sitaki kazi ya mtu kunichafua. Mimi napango ya watu tena unanichafua hii kutoka saa ngapi? Ngoje na mtu mwingine mwenye amekuja mwenye ana mahitaji nishughulikie huyo. Lakini wenye nawafundisha kanisani hao sitaki mtu anichafua tena anaamka mapepo, hiyo sitaki. Kama ni Roho Mtakatifu ni sawa afanye kazi. Lakini kama ni mapepo hiyo sitaki. Mafundisho yanakusaidia na kufungua. Na pia inakuweka tayari kupambana. Mwenye hata ukiingia kwa maombi unaomba kitu ambacho unajua by step. Mungu wako unamjua ni nani? Mungu ambao unamjua venye anakaa hivi, anafanya kazi hivi. Sasa zingine Mungu mwenyewe ashukangi, sasa zingine malaika ndio wanashuka kufanya kazi. Kina Mungu mwenyewe ashuke pia na kwa tu imeshindikana. Si rahisi. That's all. Yeye anashukana tu. Yeye anashuka. Mungu akishika hapa wewe kaa. Si hapo inatetemeka ile. Hapo utajua hapo kuna mambo. Ukabidi umetoka nje. Mungu ni mzuri, anavuta watu pole pole. Uko na swali. Swali na unataka nikupea tiki. Kitabokuja paka kuna burning issue, kuna burning question nimekuja. Nitakujibu baba. Lakini si nitakujibu, ni Mungu anakujibu kupitia ndani. Kwa sababu pia mimi sijui huduma. Leo ninanikeza hata sijui. Sisi kama tunajua sababu sasa ningejulia wapi? Mimi bingu sijaingia. Kuna mambo na roho. Mtu anakuambia hiyo ni roho gani sasa? Inatumika. Roho pia ziko tofauti. Na hiyo roho inafanya, hiyo ni malaika anafanya kazi. Kwa hiyo kitu. Kwa hiyo so acha pia mimi sasa nataka mnifungulie nini? Fungulie kitabu cha about prayer. Ndawa ndiye. Nano challenge inyo kuba kwa yote. Hiyo tu tutapanga tu, mtaongea na Pastor Ben, alafu atanialika mimi nitakuja. Na tuko na mafundisho ya kufundishana. Ndio answer. Mama jaka nao tewe mbulani usini chababuliza eziroda saa 6:00 Mluka Mtakatifu 18:1 kusoma ile akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kuomba Mungu siku zote wala wasikate nini tamaa, si ndio? So wiki mwezi maombi anytime is a time for prayer. Hiyo haina wakati. Mtu asikudanganya ati kuna wakati wa maombi. Hakuna wakati wa maombi. Maombi kila wakati. Pray always. Hiyo ni challenge za kupea. Lakini mwingine atakwambia ati saa 6, saa 9, sijui saa ngapi. Saa 3. Sasa kama wewe pepo imekushika saa hii, tuseme ni saa 5 ya usiku. Utangoja mpaka saa 9 ndio uombe? Pepo kuachilie. Juu ile ipo gain time. Nano area nani kenda dawa nyo kujiba. Sio je tukingana na injili hivi pia tunataka tukienda mbinguni hata tupeleke nafasi nzuri. Ngangana. Baba anasema kwamba shika sana ulicho na sababu Yesu atakuja na zawadi ya kila mmoja na atakulipa kulingana na matendo yako. Kama ni mazuri ama ni mabaya. So reward iko.
kulingana na umefanya. That's why ekabi lakini saa zingine pia inafikanga time, yani unaomba unafika ndipo mpaka sasa roho mwenyewe anakuelekeza, unaweza kukuta malaika wenyewe majina. Sometimes inafika roho anakuelekeza mpaka unaita. Lakini sasa usiwategemee zaidi. Wewe tegemea Yesu. Yesu mwenyewe afanye nini? Akwa assign. Wewe kana ni Yesu peke yake. Kanda ni yangu. Mwe anakutumira anakuonyesha that time. That's why hapa tunahubiri. Ndio maana sasa kwa tunahubiri Yesu si malaika. Lakini malaika pia ni wazuri. Wanatusaidia. Wako kwa ajili yetu, ni wazuri si wabaya. So roho ya mwenyewe atakuelekeza. Mimi utamwambia malaika afanye kazi, so wewe kusumbua. So tuko na part nyingine ambayo nataka tu second last. Prayer make God to close to be close to one who is praying. Maombi inafanya Mungu kuwa karibu sana na mtu ambaye anaomba. Maombi inafanya Mungu na mtu anaomba. Kufunga na kuomba inafanya unakuwa rafiki wa Mungu. Sasa unakuwa close to God. That's why unapata ajali. Kwa mfano kuna mtu ambaye akienda kupata ajali wakati anaitwa tu Yesu, hiyo ajali inahepa tu hivi kidogo tu. Yaani iko tu imemfikia mambo lakini ameitwa Yesu kidogo tu amefanya nini? Amehepa. Amepita kama ni gari pikipiki imepita hivi na yeye amepita tu kidogo. Sababu nani Yesu akakabana na yeye. Unakuwa rafiki wa Mungu. Kupitia mambo ya kufunga na kuomba. Sasa pia kuna hali nyingine ambayo hizi ikanishika ikanimaliza. Naita Yesu wangu kwa wapi nisaidie. Kama Nabii Elisha alikuwa anafanya kazi ya Mungu baada ya Elijah kumwachia mamlaka na nguvu. Kila wakati ambapo mtu angemkosea ama angetaka Mungu afanye kazi, angeuliza uko wapi Mungu kwa Elia au Mungu wa moto, na moto ungeshuka unafanya kazi. Sababu ako tu close. Uko wapi Mungu aliyekuona? Yaani Mungu ako karibu tu. Akiuliza uko wapi anaonekana. Uko wapi Mungu wangu aonekana. Pia wewe kwa saa nyingine ifika maombi unasema Mungu wangu uko wapi nikuone. Mungu anaonekana kwa njia yake mwenyewe. Ambaye mwenyewe ataonekana kwa wewe mwenyewe utamuona. Ama kwa mtu yeyote ama hivyo ni Mungu anaonekananga. So maombi inafanya kwamba unakuwa karibu na nini? Na Mungu. Ama pia Mungu anakuwa karibu na wewe. Sababu anakujua. Nikapea ile challenge, Mungu akanifunulia siri ama ufunuo kwamba mbinguni kila mtu akona kengele yake. Na kila kengele ya mtu inalia design yake. Venye tu simu zimekuwa hapa sio zimekuwa simu ngapi hapa? Hii ni plus yangu iko pia hapa. Ya mami pia iko hapa. Hii simu ikilia, wewe anajua hii ni yangu. Ikilia mimi najua hii ni yangu. Hata kama ziko tu hapo zote ikilia mtu atajua hii ni yangu. Lakini zote ni simu. Sio mbinguni penye maisha yako iko hivi, kengele yako iko mbinguni. Ukianza kuomba, Mungu anajua huyu nani ukumwa ameanza maombi. Kengele yako inalia unique style. Wewe ukianza anajua huyu ameanza. Ule akianza yake ile imeanza. So Mungu anaanza sasa kila malaika anashuka kwa mtu wake kufanya kazi. Anasikia maombi yako. Na malaika wenyewe wanafanya kazi ni kama kompyuta. Kompyuta cha kwanza lazima ukienda kutype kitu kwa kompyuta utaingiza data kwanza. Utaambia mtu wa kompyuta, mtu wa cyber, ndugu yangu kwanza ile form fulani. Atafinya nini? Atafinya kwanza nini? Keypads kwanza ziingie kwa nini? Kwa kompyuta. Kama ni maneno atafinya maneno. Kama majina ataandika majina mwenyewe. Ile majina ile inakuwa processed na kompyuta. Alafu sasa anakuprocessiwa inakuambia confirm iko sawa. Na inakuambia kama iko sawa, inakuambia save. Una save ama inakuambia print na print nato. Ama inakuambia send, unatumia mtu mwingine. Venye kwa unaandika message kwa simu. Sipaka utaandika maneno kwanza kwa message. Alafu kuna maneno inakuambia send. Paka kwanza kwa message kwa yenyewe kwanza ina process fast. Sasa hivyo ni malaika wanafanyanga. Maombi yako huwa ipangiki. Kuna bayo usabanga sino watu wajaku sino haipangiki. So ni kazi ya malaika kupanga hiyo kazi maombi iko presentable. Kwamba ikienda kwa Mungu inaenda kwa system. Sababu unasomba mambo mengi lakini point ambazo ziko ni point 3 peke yake. Lakini mambo mengi zaidi. Umeomba 1 hour 2 hours lakini point ni 3 peke yake. Ametaka tu uzima, pesa na kitu fulani. Sasa hivyo ndio malaika wanafanya kazi zako. So anachukua ile data zako umeomba yote, anaicompose na kwa information ambayo Mungu ataelewa, sasa inaenda mbele za Mungu. Ndio sasa malaika wako wanakusaidia. Ni wazuri sio wabaya. Lakini nasema kwamba Mungu mwenyewe ndiye anaachilia wakuje kukusaidia. Alafu tena kuna mwingine pia alikuwa revealed na hiyo revelation nyingine kwamba kila mtu akona malaika wawili na wako kwake. Anaenda kule mambo mazuri kwako, mwingine kama mabaya kwako. So that's why sio kwamba utapimwa kwa mizani ifika mbinguni. Kuna mmoja mwenye anatuma mabaya yako mazuri yako. Mabaya ikishinda mazuri uko safe. Mabaya mazuri ikishinda mabaya
iwe iko namna hiyo. So malaika wako wanafanya kazi. Sasa hii ni siri ambayo pia naibia ya kiroho. So mambo ya kiroho tofauti na mambo ya kimwili. So vile jinsi government ya dunia iko, government ya mbinguni pia iko. Ukienda kwa koti, jaji apimanga both side. Nani mwenye kuna uzito? Hivyo pia ndio mbinguni inafanywanga. Inapimwa. So that's why shika Mungu zaidi. Shika Mungu zaidi. Fanya mema zaidi. Hiyo mema itakusaidia kushinda mabaya. Kila mtu ni mbaya, lakini mema ishinda mabaya yako. Hakuna mtu mkamilifu, hata Biblia, hata pia Mungu anajua. So usingangane kuwa mzuri. Utakuwa mzuri, ukuwe perfect. Lakini try your best ufanye mazuri tu. Lakini wewe usikuwa mzuri, lakini fanya mazuri. Sababu Mungu atahukumu matendo yako, si wewe. Matendo yako yatahukumiwa. Hiyo ni Biblia inatuambia, matendo yako si wewe. Utahukumiwa kulingana na matendo yako. So hiyo itakupea chance. Ulifanya mazuri ama mabaya. So matendo yako itafanya sasa hukumu yako iwe at least. So kwa yote malaika wako wanafanya kazi. So nasema kama nitakuja kuwafunza kuhusu ministry of angel ama angelic ministry yenye inafanya kazi. Nitawafundisha. Ndio nyingine mwambia kidogo, nyingine nitafundisha deep zaidi ambao nyingine inafanya kazi. So kama Mungu kuomba inafanya Mungu anakuwa karibu na sisi zaidi. Tufungue kitabu cha James, kwa Kiswahili ni Yakobo, James 4:8. Nataka kwanza nianzie 7, lakini point yangu iko kwa 8. 7 inasema hivi, basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Hiyo nitasema baadaye kinyefanya nikasema hiyo point. Sasa point yangu ni hii. 9:8 inasema kwamba mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. So part A of 8 ndio ambayo inataka kwamba mkaribieni Mungu naye afanye nini? Atawakaribia. Mungu utamkaribia kwa nini? Kwa maombi na kufunga. Utakaribia Mungu kwa kufanya mambo mazuri. Lakini zaidi ya yote ni maombi na kufunga. Hapo Mungu anakuwa karibu na wewe. Wewe ukimkaribia na pia nakukaribia. So Mungu asikaribia kama hujamkaribia. Cha kwanza wewe mwenyewe chukua jukumu la kumkaribia. That's why nasema kama maombi ya kufunga ni practical. Kuna vitu vingine ni imani, vingine ni matendo. Hii ni practical. Every time it's time to pray. Hakuna muda wa maombi. Muda ni wewe mwenyewe ukijiwekea. Muda ambao sio kama Mungu anaenda programu yako. Wewe unasema kwamba Mungu kufanya kazi pamoja na wale mpendao. Mungu anafanya kazi na wewe. Ukifanya anafanya, usipofanya hafanyi. Hiyo ndio ukweli ulio. Ukiomba Mungu anasikia, usipoomba ngangana na wewe. Sasa wewe na yeye unakuwa unaishi kwa neema tu, neema kila mtu. Kwa pia Biblia inaniambia kwamba Mungu anapenda wabako wazuri, wote mvua inawanyeshea, wote jua inawanyeshea. Kuna mtu ambaye ameweza kuomba saa 8. Unaona wa saa 9. Au hata alikuwa saa 8 kuomba. Wewe acha aombe, ndio masaa yake. Si masaa Mungu, ni masaa yake amepea Mungu. So Mungu anafanya hiyo masaa. Malaika anafanya kazi anytime. 24/7 they are in duty. Sababu majaribu ni kila wakati. Unajua watu wenye wanateseka dunia ni wengi. Sisi peke yetu. Wazungu, sisi wa Afrika, Kenya, Uganda and other countries wanateseka wanaomba. So watu wako busy 24/7. Wewe time unalala kuna mwingine ako kwa mlima. Si Mungu anafanya kazi wakati na yeye. So hiyo ni muda wako tu, si Mungu. Mungu ana muda wa kazi. Anafanya kazi anytime. Sasa wewe mwenyewe ndi programu yako, unafanya programu yako. Kila time Mungu anafanya kazi kila wakati. Vitu Lembe, omba Mungu siku zote. Kesheni mkiomba. Omba sababu hamjui saa wale wakati ambapo wanadamu atakuja. Hapo sasa umeridhika kabisa. So hakuna wakati ambao utadumu wa Mungu. Mungu wewe unampea wakati wako wewe mwenyewe, unampea. Anafanya nao. In time you can do deliverance in time. Because God is at work in time. Yenyanga na hata imeenda ndeke sasa. Mungu baadaye itafika wakati anambia kwa Mungu jinsi nilivyo sitakufa hivi. Lazima itafika wakati pia heshima yangu itakuwa tu. Nabadilisha tu. Sasa ni kuwa tuna hope na imani na kuomba Mungu, kuvumilia hali ya saa hii. Hiyo nyingine Mungu mwenyewe anatengeneza wakati wake. Baadaye hata mimi Uganda sikuja kama taifa fika Uganda. Hata nilikuwa nachukia Uganda. Lakini sasa ni huko ninahubiri. Hata nimeipenda. So sikujua. Na itafanyika tu wakati mmoja. Sikuwahi jua nitakuwa Uganda. Sikujua kama nitakuwa pastor hivi atihubiria watu wakinisikia hivi. Sikuwahi jua. But now nahubiria watu, nafundisha watu. Wengine wananishinda umri, wengine wa umri wangu, wengine wadogo wangu. Sasa ni Mungu tu. Point ya mwisho ambayo tumazana nayo ni kwamba maombi inampea mtu nguvu ya kufanya kazi ya Mungu.
It gives you power to carry on the work of God. Kama wewe ni muombezi, wewe ni pastor, wewe ni nabii, wewe ni kiongozi kanisani, maombi yanakupea nguvu ya kufanya. Sababu adui hapendi kufanya kazi ya Mungu. Majaribu yanakuwa ni mengi. Lakini maombi inafanya kwamba inakupea bidii na nguvu. Sema ni Mungu ameniita. Sasa nyingine inafika wakati maisha yanakupiga. Unabaki kaa unaona chochote kwa mfuko. Lakini bado kazi ya Mungu inakuangalia na inataka ufanye. Sasa zingine marafiki wanakukimbia unabaki peke yako. Sasa zingine watu wa familia wanakukataa unabaki peke yako. Sasa zingine wazazi wanabadilika na unakuwa peke yako. Lakini bado nini? Kazi ya Mungu inakuangalia. Haona mtu wa kusupport, wewe mwenyewe ndio ngangani utafute huku. Lakini bado kazi ya Mungu inafanya nini? Inakuangalia. So inakufanya kwamba lazima uweke maombi ili Mungu akupe nguvu zaidi. Upate kunyenyekea na kufanya kazi ya Mungu. Sasa nyingine inafika wakati wewe pasa mambo yamekupiga unawaza niache tu kazi ya Mungu nini nitafute kazi nifanye. Tena unaangalia tena nikiacha tena kazi ya Mungu tena Mungu bado atanidai. Hao watu nikiwaacha watabaki namna gani? Sababu already Mungu amekupea kibarua cha kufanya. Ndio wewe unatamani uende ufanye kazi lakini utaachaje kazi ya Mungu? Sasa nyingine ungekuwa kwa Mungu ambaye Mungu mwenyewe shughulika na maisha yangu. Aje mimi fanya kazi yako. So hivyo maombi ya kufunga na kuomba inakupea nguvu ya kufanya kazi ya Mungu. Sisi ambao tunajikuta sisi tuko na huduma ngumu. Huduma ya deliverance ni healing, si huduma rahisi. So maombi ya kufunga na kuomba inatupea neema ya kufanya kazi ya Mungu. Inakupea uvumilivu. Inakusaidia wewe kung'ang'ana hii mapepo. Inakusaidia kung'ang'ana na kila uchawi. Uchawi ni wengi wanatujaribu kwa kila njia. Tukamgana hapo wengi hawapendi. Hawasikii vizuri wachawi, hawasikii vizuri. Sababu kazi zao tumeharibu. Watu wengi wamepona. So kama si maombi pia wanasituroga sisi tukufe tu. Si pia mimi ni mtu nakufa kama wengine wanakupanga. Wanakupanga pia watu kama sisi. Wako na pumzi kama yangu, mwili kama yangu. Lakini mbona mimi sikufi sasa kwa uchawi sababu gani? Maombi na kufunga na kufanya kazi ya Mungu inanisaidia. Inanisaidia kushinda. So hivyo ndio maombi inasaidia watu wa Mungu. So tuweke kwamba bidii katikati ya maombi. Mungu kwamba atujalie neema kila siku tufanye kazi yake pasipo kuchoka. So aliyejifundisha haya maneno yamsaidie. Kuna mambo mengi ambayo mimi nafanya ambayo tujazungumza. Yale ambayo tutazungumza wakati mwingine pia Mungu akitujalia neema itakuwa sawa. Naweza kuja hapa kufunza kusoma maombi tena sitafunza haya. Ndio naweza funza the same point lakini nitafunza mambo mengine tofauti. So hii imekuwa ya kwenu ya leo. Ninapokea kwa shukrani na Mungu afanye kazi na nyinyi kulingana na mmesikia. Mimi yangu nimemalizia pale. Nitawaliti kwa maombi tu ya kufunga hii mkutano ama hii funga. Ile imekuwa kufunga kujifundisha. Hiyo pia ni kuzuri ni raha. Hata mmesikia anja? Tumesikia story mzuri na pia umekuwa na nia na hamu ya kujua mambo ya Mungu na pia umejengwa zaidi kiroho. Hata kufanya kama umekuja uombe na uende bure. Nikimalizia point ya mwisho niwaambie kitu. Kufunga sometimes tunakufunga kusikia kutoka kwa Mungu, si Mungu asikie kutoka kwetu. Fasting unajima kila kitu ili uwe kwa nafasi nzuri ya kusikia kutoka kwa Mungu. Sasa hapo umesikia kutoka kwa Mungu. Kwa sababu kila siku watu tunaomba, si ndio? Si Mungu hapa anasikia tu sisi lakini kila siku hatusikii kutoka kwake. Sasa utasikia kutoka kwa Mungu cha kwanza ni Biblia na mafundisho. Hapo sasa unasikia Mungu anasema nini. Sasa zingine unafunga hapo unakaa unatulia unanyamaza tu hata uombi. Sasa unaanza kusikia Mungu anasema na nini. Utaanza kupata idea mpya kwa akili yako. Unaanza kupata ufunuo mpya. So hapo Mungu anakuambia kitu. Sasa hii ni maono, vision. Sasa kuna vision. Sasa zingine hata unaweza tu usingizi tu kuchukua mara moja unaota tu. Kwa second tu umeenda deep na umeota kitu fulani. Mungu anaongea na wewe sasa. Sasa hapo usemi chochote. Wewe nyamaza, acha Mungu aseme na wewe sasa. Sasa mtombe prayer zina change. Fasting ina change. Kuna fasting ambayo unaongea 24/7 kwa Mungu. Unaingia enda tu kufunga tu kusikia Mungu anasema nini. Mimi kwa kile naamua kufunga tu na siombi. Na ndio naomba Mungu nimekuja kufunga na alafu nafungua Biblia nasoma alafu nakati natulia. Na pia Mungu wakati azungumza na mimi, nisikia anasema nini. Nikitoka hapo sasa nashughulika ile mambo ameniambia. Sasa zingine sasa fasting ziko tofauti. So usizote fasting ya kuja tunda kuomba na kitu kutoka picha na kuomba bure. Umemwambia Mungu maneno mingi lakini point ambazo madama yamekuwa ni 3 peke yake, 2 zimeenda already. Lakini wewe Mungu amesema na wewe hujasikia chochote, Bible hujasoma ama umesema kile hujaelewa ama hujapata mtu wa kukufundisha ama mwenyewe hujajifundisha. Je, pia sasa pia mwenyewe hujifunza mwenyewe. Unasoma Biblia naambia Mungu nisaidie kuelewa hii mafundisho inasema nini. Na Mungu anakufunulia siri. Sasa hapo tayari umesikia kutoka kwa Mungu. Sasa hii ambayo umesikia mingine ni mwako inakusaidia sasa tena kusonga hatua fulani. Funga moja hivi inakupea neema kutembea miaka mingi ama muda fulani. That's why sasa zingine unaona mtu anafanya kazi na kila siku afunge kila siku kwa mfano.
Ile funga amefunga akushio kama hii kwa wiki moja itafika kwa wiki moja ama kwa wiki mbili. Tena hii kisha tena ana renew maombi. Mwingine anaanza funga mara moja kwa mwezi mlimani. Ndio maombi anaomba tu kawaida. Lakini kufunga mwingine anafunga mara moja kwa mwezi. Akijua kwamba kwa hii mwezi nafunga mara moja lakini hii funga itanibeba hii mwezi moyo yote. So inakubeba kwa muda fulani. So kufunga bila kila siku kama kila wiki pia ni mzuri. Hiyo pia inakup busy na Mungu. So maombi yako kweli inakupea neema kukulinda kwa muda fulani. So hiyo inakulinda kwa muda fulani. Inakupigania kwa muda fulani. Ni agreement umeweka na Mungu. Mungu anakupea period. Ikisha tena renew. Ama kama jeisha tena ongeza top up. Ni kama hizi mata za kulipia. Ukilipa siku moja kisha inafanya nini? Inaisha. Ukilipa siku moja yote inakatika siku moja. Lakini kama bado umelipa siku moja na tena uongeze nyingine, si bado inaendelea tu, siku zingine zinaongezeka tu. Sasa mambo inatembeanga hivyo. Ukiweka token ya siku mbili kisha inaisha. Lakini kama umeweka siku mbili tena hiyo siku nyingine tena ongeza tena nyingine, unakuwa tena inakupika mpaka siku nyingine umelipa. Sasa mambo pia inakaa hivyo. Token una top up kimaombi. Unaongeza mafuta inajaa. Hautaizimika. That's why weekly pray. Funga, omba. Wiki sipite kama hujaomba, top up maombi yako. Iendenge siku ishe kama hujaomba, ongeza hivyo kilike. Ukienda. Hivyo ni Mungu kufanya kazi zake. So kwa zaidi ya yote tunaambia Mungu asante, tumejifunza kitu. Na pia nyinyi nawashukuru kwa kukuja, kwa kujinyima. Wengi wamekuja kufika, wengine kuna matanga, wengine chakula ni mzuri, wengine hawana ufahamu tu, pia tusiwalaumu sababu hawajui. Sababu pia Mungu anasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Si wewe ndio Biblia inasema? Si mimi nasema. Hawana ufahamu tu peke yake. Sababu ukija hapa ujipanish na si hasara. Kuna kitu ambacho kinafanya nini? Una benefit. Sasa huyu anajidefend sababu amekula ugali ameshiba. Nimenya anajidefend. Nimejua tu. So hivyo tu inakuanga, pia usilaumu mtu. Anajua mwenyewe. So Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa maarifa peke yake. Ukimwambia mtu tu tufunge na deni kama unampunish, si punishment. Hiyo maombi yasaidia wewe peke yako na maisha yako na mambo ya kwako peke yako. So ukifahamu Mungu ni nani, anafanya kazi kwa hata mambo ya kufunga kule kwa lazimisho. Sasa nyinyi mmekuja, mjue kama huyu sasa yako mtamforce kule kuomba. Anajua faida ya maombi. Mimi akome ataniforce kuomba sababu najua Mungu wangu ni nani. That's why nataka kila mtu aige hivyo. Sawa, wengine ambao wanakuja hapa perepere mingi, hii upuzi yao yote ajana hao watu. Wewe shika Mungu wako. Hili baki na watu 5 6 wawili ambao wako serious wakusaidie. Na Mungu apeleke mbele. Niambia watu wako msiangalie watu, nyinyi wenyewe mtafanya kazi hapa. Wale mkoa watu wengi ambao hawana faida. Wale walikuwa wengi walinda wapi? So likimbia ya kujenga. Venye tulianza kazi ya ujenzi tu hivi. Watu wakaanza kupotea. Na yeye mwenyewe anajua faida yenye anapata. Utabarikiwa na nini kumuendelea. Ile mambo mengine sikusumbue. Inakuja. Mfanye kazi ya Mungu nyinyi, muombe. Mjitoe kwa ajili ya Mungu. Jitoe. Mimi naambia hata ukimaliza zingine kwa nenda na transport yangu, nagaramika. Sababu ya kazi ya Mungu. Sababu najua faida ambayo napata. Naendanga huko nikirudi narudi nyumbani Mungu ananipea pesa hata nakula na shiba. Sisi najua faida mimi napata. Niko hapo mimi nakaa mzima Unguti nakuja siku moja mbili kwa nyumba yetu imeisha. Unaona? Kile wengine inakaa wiki mwezi mtu ni mgonjwa. Hiyo ni faida mimi napata, mimi najua. Mimi nafaidika kiroho na iona ambao hata kama sina pesa lakini nimeona hapa naye Mungu amefanya. It's okay. Pia nifanye kazi yake. So nyinyi mkue sasa na maombi. Ukijua fahamu hivi itakusaidia kuomba. Ndio umejua mambo na maombi nafanya kazi gani. Wewe sasa mtu amejua hii leo. Hata ikosa kuomba, hata ikosa kukuja. Lakini sasa yule amekuja sababu pasa beni hayuko ama amesema. Ambisho amesema sasa sisi kuja. Bwana hiyo watu watoke huko. Kuja kwa sababu Mungu amesema na moyo wako. Si kama pasa amesema. Pia mimi ni mtu mimi tu ni watchman. Biblia inasema kama I am a watchman. Amos anasema kwamba mimi ni watchman wa Mungu. Hiyo ndio Amos anatuambia kwa kitabu cha Amos. I am a watchman of the Lord. Mimi tu ni kuangalia. Sina uwezo, hao watu siwezi wapea uzima. Mimi siwezi wapea uzima. Pesa siwezi wapea pesa kukula. Sina hiyo uwezo. Abenye kama anaishi kwake sijui mtu anaishi aje. Ifika Jumapili tunamiti tu hapa mtu anaenda tena kwake na hako. Sijui mimi kwako sijui anaishi aje. Sina uwezo kukupea pesa hapa kupea mali kupea nini. Lakini mimi nikutu watchman tu kukusaidie kukuelekeza kiroho na Mungu mwenyewe akusaidie. Mimi nikuombee tu neema. Nikuombee tu Mungu akupe neema, akupe uzima, akupe ulinzi na akupe baraka. Hivyo tu inatosha peke yake.
Mimi hakuna mtu nishampea ati pesa siku ende utuondee sasa ukule. Yule mshirika wangu. Sina hiyo uwezo kwa sasa. Lakini Mungu maombi yetu inafanya nini? Kazi katikati yao. Sawa ambao hawakuji kufunga wanafosiwa. Ajala na wao. Siku ambao watafunguka macho ni sawa wataomba. Hivyo Mungu anafanya kazi zake. So tujeka nguvu na bidii katika maombi. Mungu atusaidie.